82. 1982 tuliweka kasa, maana yake tulikuwa na chama kimoja kisheria, tukasema sisi tunataka kuundisha chama. Ndipo tunataka kuundisha chama ndio wakaenda kwa bunge na wakabadilisha katiba, wakasema ni chama ni moja peke yake, mama na baba KANU peke yake. Sisi tukasema hapana, hii si sawa sawa. Kukalipuka pup, tukachukuliwa tukawekwa ndani, miaka 6 ndani. Tunatoka ndani miezi 6 tena ndani, tunatoka ndani tena mwaka 1 ndani tena. Kwa hivyo mjue ya kwamba hii imetoka mbali, ni struggle ambayo Wakenya wamepigana kwa muda mrefu zaidi. Kuna wengine ambaye wamekufa katika hii. Mimi nimeona watu wengi, marafiki wetu ambao wamekufa kwa hii struggle. Nimekaa na watu mpeleka mahakama, pale wakitoka mahakama wamechapatiwa hukumu ya kifo. Wanakuja wanapiga mimi kwa heri, lakini kwa mimi naenda salimu watu wangu, salimu wa Kenya, mimi nakufa, lakini mimi nakufa kwa niaba ya Wakenya. Kwa hivyo asanteni. Poleni sana. Nakuwa na uchungu ukikumbuka mtu tulikuwa pamoja anakuambia kwamba mimi sitakuona tena. Anatoka pale anapeleka kule ananyongwa. Kwa hivyo saa nyingine mkana sisi tunakuwa na hasira, sababu kuna sababu. Wengine waandishi wa habari hawaelewi, maana yake wao hawajaona mambo kama yale. Lakini hii harakati ya ukombozi imetoka mbali. Wengine ambao wamechangia hakuweza kuja kuona pale tumefika. Hii katiba mpya haikuja kwa urahisi. Katiba ambayo mnaona hii imechukua muda. Watu wamekufa kuleta hii katiba. Wengine waweza kumbuka tulipokuwa kule Bomas wa Kenya, tulikuwa na mwenyekiti alikuwa anaitwa Odhiambo Mbai. Alikuwa anasimamia kamati ya ugatuzi, kamati ya katiba ya ugatuzi. Odhiambo Mbai walituma majambazi kwake mchana kule Ngong Road, kwa ndani ya nyumba yake. Wakaingia wakampata yeye na watoto. Pale watoto wakampiga risasi wakamuua. Wale walioua Odhiambo Mbai bado wako mpaka leo. Hakuna chochote kimefanyika kwao. Kwa hivyo hii katiba mpya ilikuja kwa uwezo ya Wakenya, lakini ilikuja kwa jasho na damu ya Wakenya. Walikuwa hawataki. Watu wengi hawaelewi ile uzuri ambayo imepika kwa sababu ya Wakenya kupigana. Vijana wengine hawaelewi. Lakini sisi tunajua ya kwamba hii katiba tulileta kwa jasho na damu ya Wakenya. Lakini ingawaje tu kuna hii katiba, sio ile ambayo tulikuwa nataka kamili. Iko kazi ambayo bado inabaki ifanyike ndio tupate ile katiba kamili vile tunataka. Sasa ni sababu chombo tuko naye ni chama ambayo inawezesha sisi kupata yale ambayo tunataka yote. Kwa hivyo ODM ni muhimu sana. Na vile unajua ODM ni chombo ambayo iko na pembe.
pembe 8. Kwa kimombo, chombo ambaye ni pembe 2 ni nini? Ni mstari. Sio. Pembe 3 ni triangle. Pembe 4, pembe 5 pentagon. Pembe 6 hexagon. Pembe 7 septagon. Pembe 8 hexagon. Hexagon ndio ODM. Pembe 1 inaitwa Nyanza. Ya pili inaitwa Magharibi. Ya 3 Bonde la Ufa. Ya 4 Mashariki. Ya 5 Kaskazini Mashariki. Ya 6 Nairobi. Ya 7 Pwani. Ya 8 Kati sio? Si ndio 8? Si 8? Kwa hivyo ODM iko na pembe 8. Sasa leo hii tuko kule pembe ya 8.